Sasa uona kiburi. Rara chini. Sasa utai kurara chini. Sikikala na isi violini nato. Wesesi, shida nini? Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika, nahisi violini inatoa mlio wa maumivu kama moyo wangu ulivyovunjika kimya. Una matatizo gani mpaka unatapika? Hamna mama. Unaumwa? Ni uchovu tu. Uchovu mpaka utapike sesi? Ni wimbo wa roho usiosikika, nahisi violini inatoa mlio. Yaani sitaki kuamini ninachokihisi. Moyo wangu ulivyovunjika kimya changu. Mtende ndani. Usiokuwa na mwisho. Sasi. Sasi. Wasasi. Namjo. Sikiliza. Ninajua mama yako ameshaanza kushutukia kama wewe ni mjamzito. Sasa nimekuita nikuonye. Kama ambavyo tumefanya siri mpaka leo. Hakikisha mama yako usimwambie kwamba hiyo mimba ni ya kwako. Na kama utajaribu, kama utasubutu kunyanyua domo kumwambia kuwa mimi ndo nilikupa hiyo mimba, nitakuua. Na sio kukuua tu, hata mama yako akijaribu kuendelea kumwang'aniza kujua mhusika wa hiyo mimba, ukasubutu ukamwambia, naye nitamuua. Nitawachimbia makaburi pale mchana kweupe na nitawazika mkiwa wazima. Hakikisha asijue mtu yoyote mpaka utakapojifungua. Umesikia? Umenielewa? Sasa jifanye kiburi, jifanye unadanganya danganywa na mama yako ukaropoka. Wewe patia, toka chenzi. Mama Sesi, habari? Nzuri. Naona umeadimika sana shoga yangu. Uonekane kabisa. Majukumu ni mengi. Haya, mimi naenda zangu kuchota maji. Lakini pia na wewe pole. Nimesikia mambo nyumbani kwako kuhusu mimba ya Sesi. Hayo ni mambo ya familia yangu, wala wewe hayakuhusu. Lakini lisemwalo lipo, kama halipo basi laja. Na baba yake mlezi siku hizi amekuwa mkali kama simba. Yaani watu wengine bwana. Kwa hiyo kama kawa mkali, awe mkali, awe mpole, nyie hayawahusu. Mbona mwachegi umbea jamani? Kimya changu ni wimbo
usiosikika, lanahisi violini inatoa mlio wa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa. Wewe sasa utaniua na presha mimi, utaniua na presha wewe mtoto. Naomba uniambie wewe mimba ni ya nani? Sisi, naomba uniambie hiyo mimba ni ya nani? Unajua nimekuvumilia, nimechoka. Nimekuvumilia, nimechoka. Hivi wewe mtu unionee huruma mimi mama yako lakini hunionee huruma. Kula yangu mimi humu ndani ni ya shida. Vaa yangu tu, hebu nitizame mwanangu. Kweli unakuja kuniletea tatizo kama hili kweli? Mungu wangu. Sesi, naomba uniambie hiyo mimba ni ya nani? Sesi, naomba uniambie hiyo mimba ni ya nani? Sesi, nakuua. Haki ya Mungu leo nakuua wewe mtoto. Nahangaika mimi jua langu kukusomesha wewe mpumbavu mmoja. Leo nakuja kuniletea mimba mimi? Unaniletea mimba mimi humu ndani? Unajua mimi naishi na huyu mwanaume? Hauoni? Ila wewe mtoto umejua kunihuzunisha. Umejua kuni Mungu wangu. Nimekwambia siwezi kusema. Kama unanipiga, nipige mpaka uniue. Unasemaje? Ila nimekwambia kusema siwezi. Sasa ngoja nikuoneshe. Naona wewe umeshindikana. Mama Sesi, hivi wewe una akili? Akili yako iko sawa? Yaani unachukua fimbo unampiga mtoto, unamlazimisha kusema kati hata kusema. Hii ina maana gani? Amekwambia hataki kusema, unamlazimisha. Wewe ni mama gani wewe? Nitegemea mtu kiona nywele nyingi na akili zinakuwa nyingi. Kumbe ni vitunguu tu, amna kitu humo kichwani. Lakini Sesi, ndani. Nini? Lakini nini? Wewe una akili? Ni mpumbavu. Yaani nilitegemea kwamba pengine utafurahi kumwona mtoto ameshika mimba hali ya kuwa wewe miaka 10 kwenye ndoa. Kimya! Shenzi mmoja wewe. Nilitegemea pengine utafurahia kumwona mwanao anaweza kukufuta hata aibu uliojaa. Miaka 10 kwenye ndoa, hakuna chochote kinachoendelea. Unamshikia fimbo unampiga. Una akili timamu wewe? Kazi yako ni kwenda chooni kula, hakuna faida yoyote kila siku. Ninajitahidi kujipinda, naweka asubuhi na mchana, naweka miaka 10 hamna kitu. Alafu mtoto unampiga. Una akili? Mbumba wewe. Nina wasiwasi tumboni ulikuwa na yai moja wewe, na kama ningejua nisingesubutu kukuoa mshenzi wewe. Mbwa kasoro mkia. Unanitia kichafuchafu, unanichafua. Na ukirudia kumgusa mtoto, ukirudia kumshikia fimbo au kumlazimisha kumuuliza mimba ni ya nani, katua wapi, kapata saa ngapi, wewe Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika, lanahisi violini inatoa mlio wa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Lakini mume wangu, hili swala la kuhusu huyu Sesi
ningeomba tu tushirikiane mume wangu, maana sisi bado ni mdogo sana, hawezi kuhimili ujauzito. Wewe kama baba, kama kichwa cha familia humu ndani, ulikuwa unapaswa kushirikiana na mimi, lakini sio kumtetea. Mimi nilikuwa naomba tu unisaidie mume wangu, nipate kumjua huyu mtu aliyomjaza mimba mtoto wangu. Unajua Mama Sesi, mimi ninakuheshimu, lakini wewe umekuwa ukipenda nikuvunjia heshima kila wakati. Mtoto ameshakwambia hataki kusema mwenye ujauzito ni nani, unamlazimisha, unampiga. Hii imekaaje? Haya, labda umempiga ndio atakwambia kama hataki. We mama gani usiyejua kulea watoto? Mtoto mpe muda, yeye mwenyewe akiamua kusema atasema tu. Kumpiga ndo atasema? Mimi sipendi. Cha kufanya utakuwa kutumia busara kama mama. Mtoto mpe muda, atakapoamua kusema yeye mwenyewe atazungumza, tena bila hata kulazimishwa. Mnampiga, unamtesa, unamuumiza. Maana yake nini? Lakini mume wangu, sisi sote ni wazazi, tunapaswa kushirikiana. Sisi ni mwanafunzi na unajua kabisa serikali itatutizama kwa jicho la tatu. Wewe kama baba unatakiwa usimame. Sasa tukimwacha hivi tutaelewa nini? Huyu mtoto atatusaidia sote. Akifanikiwa yeye ndio tumefanikiwa sisi. Wewe unafurahia kila siku kula hizi mboga mboga? Hebu kaa kimya. Yaani ushinde kutafuta wewe mama yake kama mtoto nitakuja kutusaidia sisi. Hiyo ni akili ya wapi? Hiyo serikali hiyo unaizungumzia serikali. Yeye ndio iliweka mimba. Sasa aliwekwa na mtu. Serikali inahusika na nini hapa? Kama aliwekwa na mtu atakuja kusema mwenyewe. Alafu usirudia kunikalisha kuniambia vitu vya kijinga jinga hapa. Kuna siku nishakulala njaa. Mpaka nimtegemee sasa aje kunisaidia mimi. Kimya. Kafrodom. Kimya. Unajua mama sasi, unanilazimisha nifanye vitu ambavyo sipendi kufanya. Nitakuja kukupiga nikuue wewe. Wajiandae kumpokea mjukuu. Masuala mengine sio ya serikali sio nini? Vinahusiana na nini hapa? Sasa amewekwa na mtu. Mimba imewekwa na mtu. Shida nini? Mpe muda, atasema, atazungumza. Au tutaangalia hata mtoto anafanana na nani basi. Pengine kafanana na wewe bibi yake. Utamjua babake kama hataki kusema. Akifanana na mimi babu yake. Kama hataki kusema utajua. Mimi nilitegemea kwamba utafikiria kwamba mimi chini ya pua nimemlea mtoto wako kama mtoto wangu. Leo unakuja kuniambia atatusaidia. Kwa mimi sina uchungu naye. Sina maumivu naye. Sasa ni mtoto wangu mimi. Ni sawa sawa na damu yangu japokuwa sikumzaa. Japokuwa umeshuta kunizalia, lakini sasa nimemlea kama mtoto wangu. Kuna siku shako kumtenga. Nilimtenga. Wewe. Usirudie kukaa na mimi kunikalisha kikao kuniambia upuzi kama huo. Unaniambia habari kwamba sioni uchungu kwa sasa. Sasa nimemlea toka kiwa mdogo. Unaniambia mimi sioni uchungu. Kwa sijui kama mimi ni baba yake, sitambui. Wewe. Mbwa kasoro mkia wewe. Zaa na wewe. Kama unaona uchungu au unaona wivu. Au wivu umekuja wewe. Wivu kwa sababu miaka 10 hujanizalia. Hujabeba hata mimba, hujatapika, hata kichefuchefu sioni. Wivu huo utakuwa mbwa wewe. Basi. Kimya, basi ya nyoko. Zaa. Shenzi mku moja. Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio wa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Kila fajiri naamka peke yangu, jua linachomoza, lakini kwangu giza kinana kinacheza melodi ya zamani, inanikumbusha yale. Shikamoo mwalimu. Marahaba sisi. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Siku hizi naona kama hauko sawa. Kuna jambo linakutatiza? Hamna madam, mimi niko sawa.
ila toka jana tu ndo nilikuwa nasumbuliwa na homa. Basi sawa, kama ni homa tu, twende basi nikakununulie dawa. Hamna, mimi dawa nimekunywa. Inawezekana mama unamuogopa, lakini mimi ni mwalimu wako, naweza nikakusaidia. Wewe nenda kapumzike, lakini ukiwa na jambo lolote lile usisite kuniambia, sawa? Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Kila alfajiri naamka peke yangu, jua linachomoza lakini kwangu giza kinanda kinacheza melodi ya zamani. Mwanangu Sesi, leo nimekununulia andazi na juisi, maana mama yako huko ndani leo sijapika chochote. Sawa, najua umetoka shule una njaa. Mkuu. Nzuri. Tamu. Sasa mwanangu Sesi, mimi naomba leo tuongee vizuri. Sawa? Kwanza naomba unisamehe kwa yote nilokutendea hapo nyuma. Nimekupiga, nimekufokea, yote unisamehe. Sawa mwanangu? Leo nakuomba mimi mama yako, nataka uniambie kitu hicho kimoja. Hiyo mimba ni ya nani mwanangu? Wewe una raha navyocheka huko mitaani. Si umeshaanza kuyasikia maneno chini chini? Mama, natamani kukuambia lakini naogopa. Usiogope mwanangu, hebu niambie. Kuwa huru. Sawa? Sikufanya chochote kile. Sitakupiga leo, sitakufokea wala nini. Nachotaka tu uniambie kwamba hiyo mimba ni ya mtu fulani. Basi. Umesikia? Niambie mwanangu. Mama, leo nitakwambia ukweli kuhusu hii mimba. Niambie mwanangu. Hii mimba. Ni karibu mume wangu. Asante. Wewe sasa kalete maji ya kunywa. Mama Sesi, usiniambie kwamba umemkalisha tena mtoto kumuuliza habari za mimba ni ya nani? Unajua mume wangu, hili swala nalichukulia simple sana. Ili tatizo ni kubwa. Huyu mtoto anatakiwa azungumze ukweli. Anapokaa kimya hivi ni hatari kwetu. Hivyo una akili wewe? Kwa nini sifike wakati ukazungumzia vitu vingine? Mtoto huyu mpe muda, hata apumui. Mpe hata nafasi ya kupumua. Wewe umeng'ang'ana kama ruba kutaka kujua mimba ni ya nani. Ina maana gani? Kwa nini usimpe muda akapumzika? Mtoto umemkalia kooni kila wakati. Unamuuliza tu habari za mimba ni ya nani, mimba ni ya nani. Imekuwa kama wimbo sasa. Au umegeuka mwanafunzi unasoma. Labda unajifundisha ile usiweze kulisahau.
Hebu acha ujinga. Nenda kaniletea chakula na njaa. Kaniletea chakula na njaa. Mwanangu. Mke mpumbavu sana. Kimya cha moyo wangu kina siri nzito, kilio kisicho sauti, machozi ya ndani, upepo wavuma pole ukibeba. Sasa mwanangu, hivi unaweza kuniambia ni kwa nini jana ulipotaka kuniambia kuhusu swala lako la mimba, ulipomwona tu baba yako kailisha, na mpaka sasa haujazungumza chochote kile? Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika laisi, violini inatoa. Nakupenda sana, lakini pia napenda amani yenu iendelee kuwepo baina yako wewe na baba. Na kama nikwambia ukweli, nitaharibu amani yenu yote na nitaleta bomu kubwa ambalo litavunja nyumba hii na maisha yetu yote. Kwa hiyo sipo tayari kusema. Unajua sisi sikuelewi kabisa mwanangu. Kwa hiyo ni bora ndoto zako zizimike huku mimi mama yako naona. Mwanangu. Alafu kila siku unasema kwamba hautaki kuvuruga amani kati yangu mimi na baba yako. Sasa hebu niambie, baba yako anajua nini kuhusu hili? Baba hajui chochote mama. Naufia kusema, maana mambo yatakuwa makubwa. Kwa sababu baba anaonekana amefurahishwa na hili jambo. Maana toka umeolewa na baba hujawahi kumzalia mtoto. Sasa mwanangu, najua ni nini unachofia mwanangu, naelewa. Lakini sasa hebu angalia kwanza ndoto zako mwanangu. Angalia kwanza nini unahitaji kwa sasa hivi mama. Achana kabisa na mambo ya mimi na babako. Achana nayo. Yaani ukikaa kufikiria mimi na babako tunafanya nini, hautofika mbali mama. Haufiki mbali kabisa. Hebu niambie sisi. Kwa hiyo wewe unafurahia kila siku kuniona mama yako mimi nalia. Kila siku kuniona mimi nalia kwa sababu yako mwanangu. Hutaki kabisa kuniambia. Ha? Sasa hebu niambie mwanangu, huo ujauzito ni wa nani mama? Sisi mdogo wangu, unapenda sana miogo eh? Ndio, naipenda sana. Basi sawa. Kama unapenda sana miogo, basi nitakisha kila siku unapata miogo. Sawa? Ila endapo tu utaniambia aliyekupa hiyo mimba ni nani. Unajua sisi, wewe ni msichana mzuri sana. Na sio mzuri tu, ni msichana mwenye akili. Na ndio maana walimu wote shuleni wanakupenda kutokana na tabia yako njema. Lakini sasa mimi nataka kukusaidia.
nataka kujua huyu aliyekupa mimba ni nani, hili hata siku kaja ukajifungua mtoto tuje kujua babake ni nani. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu. Madam, natamani kusema ukweli, lakini ukweli simjui baba wa hii nyumba ni nani, kwa sababu walikuwepo wawili walinikamata kwa nguvu nilipokuwa natoka shule na kunibaka. Alafu pia walikuwa wamefunika nyuso zao. Acha kuzungumza uongo, zungumza ukweli. Alafu sisi nitakasirika nikuitie polisi wakupige wewe mpaka utazungumza ukweli. Si utaki kuongea na mimi kwa polepole? Sasa utazungumza kwa vitendo, mshenzi mmoja wewe. Mama Sesi, twende tu taratibu. Mimi naamini tutajua tu. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu. Pole sana Mama Sesi, najua upo kwenye kipindi kigumu sana, na kipindi hiki ndio watu hufanya maamuzi ambayo hayastahili kuamliwa. Ila mimi nikuombe, naomba utulize akili. Najua kila kitu kitakuwa sawa, na nikuahidi kitu, mimi nitakuwa nyuma yako mpaka atakapomjua huyo mtu aliyesababisha madhara haya kwa sisi. Nitashukuru sana Madam Wendy, maana mpaka sasa sina mtetezi katika hili. Hata mume wangu hataki kabisa kusikia kitu katika hili. Naumia sana kuona ndoto za mwanangu zinaishia njiani. Nakuelewa sana. Najua ugumu ambao unaopitia sasa hivi, lakini huu sio wakati wa kulia. Maji yameshamwagika, na kama unavyojua maji yakimwagika hayazoleki. Hivyo nakuomba usiendelee kumuuliza kwa ukali. Unajua unavyomfokea na kumkalipia ndio unamfanya kuogope na kushindwa kukuambia. Nenda naye taratibu, naamini atakwambia. Na akishakwambia, huyu mtu serikali itamwadhibu sana. Sawa? Ngoja mimi niende kazini. Unajua hivi ndio kumekucha. Kwa najua huko majukumu yatakuwa mengi sana. Nitakuja kukuona siku nyingine. Sawa, asante. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Kila fajiri naamka peke yangu. Nawashukuru umefika kwa wakati. Kile nilichoelezea kwenye simu ni kitu kikubwa sana. Huyu binti ni mdogo, na sio mdogo tu, ni binti mwenye akili sana shuleni. Mama yake alishapambana sana, katumia mbinu nyingi, lakini hajapata jibu lolote. Na hiyo haitoshi,
Mimi pia nilipata muda wa kwenda kuongea naye, lakini bado sikupata jibu. Sasa nikaona nitafute nguvu ya ziada ambayo ndio nyie. Naamini ninyi kama serikali mna nguvu, na mkiongea naye na mimi nitapata majibu, na ndio maana nikawatafuta. Nahitaji sana msaada wenu. Madam, nikutoe hofu kwamba hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Nikiwa na maanisha hivi, serikali ipo kwa ajili ya kusimamia haki za binadamu ambao wanaishi Tanzania. Kwa hiyo na imani mtu aliyempatia ujauzito yule binti tutamuweka mikononi na tutakujulisha nadhani, kwa sababu ni kazi yetu na ni kazi ambayo tunaifanya kila siku, na ndio maana tukasomea hii kazi. Lakini sasa madam, hapo mkono mtupu haulambwi. So hatuwezi tukafanya kazi kubwa kama hii alafu kukawa hakuna chochote. Kama nilivyosema mwenzangu, hiyo kazi tuachie sisi kama serikali. Najua tuwaifanya vizuri sana, lakini ukumbuke pia chochote kitu, unaelewa? Kwa hiyo usisahau, kwa sababu kama alivyosema mwenzangu hapa kwamba mkono mtupu haulambwi. Wala hamna shida. Mimi naelewa. Hamna kitu kinachofanyika kwa bure kabisa. Kwa hiyo kama mimi nimewaamini ninyi, na ninyi mnatakiwa mniamini mimi. Mkienda mkapata majibu na kazi yangu ikakaa vizuri, basi kila kitu kitaenda sawa. Kile mnachokitaka mimi nitakitimiza. Sawa. Unajua umeongea pointi ambayo mimi mwenyewe sikutarajia kama utaongea. Wewe ondoa wasiwasi. Nipo na Mbigili Wanamani, panya mstaarabu. Ni kiongozi mzuri sana. Lakini pia hata mimi mwenyewe Tindo Wanamani. Unajua sisi maaskari ni wanamani. Neno wanamani linamaanisha sisi tunapendana na kila mtu. Hata kufanya hizi kazi za serikali ni furaha pia. Kwa hiyo nikutoe hofu tena, yani kazi yako imeshaisha. Masaa 3 mbele kazi itakuwa imekamilika. Basi sawa. Mimi nawashukuru sana. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Basi ngoja mimi nirudi kwenye majukumu yangu jamani. Muwe na siku njema. Kimya cha moyo wangu kina siri nzito, kilio kisicho sauti, machozi ya ndani, upepo wavuma pole ukibeba tabasamu lililopotea. Kimya cha moyo wangu hakitapata amani. Kila sauti ya kinanda inasikika wenyewe. Sasa huyu madam naona sana anataka kutugeuza kama watoto, kwa sababu haheshimu maamuzi yetu. Anawezaje kutuambia wapo afu tunakuta kufuri? Kwa hiyo kufuri ndo wapo. Sasa pacha msingi ni kumfuata, tumwambie kwamba tumekuta hawapo ili atupe maelekezo zaidi. Sawa, nadhani tusipoteze muda. Naomba tumfuate mpaka huko alipo, ikiwezekana atupe hata hela ya usumbufu. Twende. Kimya cha moyo wangu kina siri nzito, kilio kisicho sauti, machozi ya ndani, upepo wavuma pole ukibeba tabasamu lililopotea. Kimya cha moyo wangu Sasa rafiki yangu, mara sikuelewi, unaumwa au? Sababu nikikuangalia sio kama nilivyokuzoea. Siko sawa. Hizi siku za nyuma nilikuwa naumwa, ila sasa hivi naendelea vizuri. Sesi, naomba usinidanganye. Mimi nakujua sana tu. Kwa hiyo unavyonidanganya, najua kama unanidanganya. Na ukiniambia ukweli, najua kama unasema ukweli. Hebu niambie ukweli. Au unasumbuliwa na njaa? Sababu mimi sijakuzoea hivyo. Ndio, njaa ninayo. Si unajua tena shuleni toka asubuhi mpaka sasa hivi. Nilijua tu. Maana wewe ndio huje kupitwa na njaa. Anyway, isiwe kesi. Basi hii hapa.
Asante. Nenda kapate chochote kitu. Huyo Kenge amesimama na binti yangu. Sasa mbona kama ni samaki ameona chambo, anajipeleka mwenyewe kumeza. Hii kesi ya mtoto wangu ya kuwa na mimba kama itaendelea, basi huyu ndiye atakaibeba. Nitambambikizia kwamba yeye ndiye kampa mimba mwanangu. Anasimamaje barabarani na mtoto wangu? Huyu kayamunya, yaani kayakanyaga kama Samiri sukari. Wasasi! Wewe hapa unafanya nini? Nakuuliza unafanya nini? Kumbe ukitoka shule kazi yako ni kusimama na vivulana barabarani, si ndio? Wewe Kenje, unajua kama ni mwanafunzi huyu? Unajua anasoma? Hivi wewe unajipenda? Unapenda maisha yako kweli wewe? Ya unasimama na serikali njiani? Nitakuonyesha kwamba mimi ndiye chini ya pua. Uwaga sinaga mchezo kwa mtoto wangu anayesoma shule. Taifa la kesho. Shenzi wewe. Wewe sasa nyumbani. Shenzi wewe. Kafura ndo mduduje. Sasa wewe mbwa, unajifanya hodari kusimama na wanafunzi njiani. Nitakufundisha maisha. Nitakufundisha mimi ni nani. Nitakufundisha maana kuwa baba. Shenzi mkubwa. Unacheza na mtoto wangu? Mwanafunzi unacheza naye? Sasa wewe mbwa Kenge macho kudunguri, nitakufundisha kuwa mimi ni nani. Yawezekana unijui, ila uliza chini ya pua. Uwaga sinaga mchezo kwenye familia yangu. Mbwa nitakufundisha na utajua maana ya A au E au O. Mbwa sio sikika la naisi violini natoa mlio maumivu kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Sesi Nyoko, nadhani mimi unifahamu, hata huyu pia umfahamu, lakini huyu unamfahamu, ni madamu wako. Tunataka tujue ujauzito ni wa nani, kwa sababu tunakutengenezea maisha ya baadaye. Sasa kama utaki kusema ujauzito ni wa nani, unategemea nani utamwambia ujauzito? Mama yako ameshakaa na wewe anakuhoji, utaki kusema ujauzito ni wa nani. Madamu wako anakuja ukuhoji vizuri, amekununulia na miogo, eti unamwambia anajikuta mwalimu akuandikie. Hivi una akili gani wewe? Sasa nataka uniambie hii mimba ni ya nani kabla sijakupa adhabu. Utaki kusema? Sesi, najua bado unataka kuweka siri, lakini angalia, haya ni maisha yako. Tuna nia njema na wewe, ndio maana unaona tunapambana hivi. Hebu angalia haya maisha mnayoishi hapa, unaridhika nayo? Tunataka siku moja usome, uje umsaidie mama yako. Sasa ukiendelea kumficha huyu mtu, unafikiri tutakusaidiaje? Hebu tuwe ushirikiano ili upate msaada. Sesi, nadhani umemsikia madamu wako. Sasa kama utaki kuleta shida Nyoko, sema mwenye mimba ni nani, na kuuliza mara 3 unarambwa viboko. Tunamwona huyu Kamjeshi atakuramba viboko mpaka haya makario yako yatarudi tumboni. Mwenye mimba unamfahamu au umfahamu? Ya pili, mwenye mimba unamjua umjui Nyoko? Ya 3, mwenye mimba unamjua umjui? Sasa uona kiburi. Rara chini. Sasa utaki kurara chini? Afande! Kimya cha moyo wangu kina siri nzito, kilio kisicho sauti, machozi ya ndani, upepo wavuma pole ukibeba tabasamu lililopotea. Kimya cha moyo wangu
hakitapata amani, hakitapata amani. Kila sauti ya nada. Kwanza nimekuwa ni jambo jema kuja hapa nyumbani, kwa sababu nimetoka huko kuwatafuta, na lengo na mazumuni ilikuwa ni huyo sasa. Huyo mtoto amekuwa ni kiburi, amekuwa sikii wala hambiliki. Sijui kwa nini mtoto anataka kupigwa mdo waseme. Sasa lengo na mazumuni ambalo nilifanya niende kuwatafuta ni kwa sababu huyo mtoto ana mimba, alafu tayari kusema mimba ni ya nani? Sasa kwa sababu mmekuja hapa, mama sasa yupo. Mko na mwalimu wake. Safi sana. Mwalimu safi sana. Umefanya jambo zuri. Kwa sababu huyo mtoto asikii, na mimi lengo langu nataka asome. Baadaye ya tusaidie mimi na mama yake hapa. Lakini mtu aliyempa mimba hataki kuzungumza ni nani? Ndio kitu kinanichanganya. Sasa mimi naomba kabla hujampiga ni mlambe kwanza mimi viboko hata 5. Alafu baada ya hapo ndipo muendelee. Kwa sababu hasikii huyo mtoto. Mshenzi kabisa wewe. Wewe sasa unataka nini wewe? Kwa nini usikii? Unataka kupiga mpaka kuue. Sasa ngoja. Ndani shenzi, ndani. Sasa mbona unamuondoa tena nyoko? Alitakiwa ataandikwa hapa hapa mpaka aseme, au wewe unaona ni sawa mtoto wao kuwa na ujauzito afu bado ni mdogo hivi? Huyu mtoto ni kiburi. Huyu unaweza kumpiga mpaka ukamuua. Hebu jiulize. Nyinyi mmevaa nguo za kiaskari, mmemtishia lakini hajasikia. Bado uko tayari kupigwa. Kwa ni dhahiri wazi kwamba mnaweza mkapiga mkaua. Na ninavyojua watu wa serikali hamruhusiwi kupiga mkaua. Mnapiga. Mnapoona mtu anashindikana mnamwacha. Lakini huyu mnaweza mkapiga na mkaua na asiseme. Mimi niwaombe kitu kimoja. Umenielewa? Nipende siku hizo. Siku 2. Nitashughulika naye, nitahangaika naye nikiwa na mama yake mpaka atasema. Na kama atashindikana, nitawaambia mje mchukue, mpeleke huko. Kama mtapiga, mtaua, mfunga hata miezi 2. Maana nimechoka. Huyu mtoto namtegemea. Nataka asome anisaidie mimi na mama yake. Lakini asikii. Sasi. Bila shaka mtakuwa mmenielewa. Nyinyi mnaweza mkaenda. Niacheni mimi hili jambo. Lakini wewe kama mzazi, unajua ulitakiwa kwanza ufanye maamuzi ya kutufata baada ya tukio kutokea, lakini kwa sababu imeshatokea, maana mpaka mwalimu amekuja mara nyingi mpaka akatushirikisha sisi, wewe mzazi ulikuwa umetulia tu. Lakini sio mbaya. Tumekuelewa. Tutarudi baada ya hizo siku 2, na tukikuta hajasema tutafanya chochote, yani si unaelewa chochote. Haina shida nyoko. Twendeni, nadhani mmemsikia mzazi. Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika, nahisi violini na huyu madam kelele kweli. Sasa inabidi nimpe onyo kabla hajanilibia huyu shenzi mkubwa. Kaangalie makalio makubwa, vigimbi vikubwa. Taona usiokuwa na mwisho. Nyeso, akili zako ziko sawa? Hivyo mama sasa una akili gani wewe? Wewe mpumbavu eti. Nakuuliza ni mjinga. Unawezaje kufanya maamuzi bila mimi kunishirikisha? Unawezaje? Nakuuliza unawezaje? Hivi wewe, unaona mimi Taila? Unaniona mimi ni mjinga mpumbavu? Mimi ni mwanaume. Unapaswa kufanya jambo mpaka unishirikishe, mpaka nikuruhusu. Hivi wewe mama sisi. Mama sisi nitakupiga nikuumize wewe. Nitakupiga nikuue. Hivi unachukuliaje? Unaniona mimi mwanaume wa aina gani? Wa kuburuzwa, wa kupelekwa au wa kujiamulia? Si ndio? Nimeshakwambia mtoto huyu muache. Mimi nitajua namna ya kumpata msika wa mimba. Ile unakurupuka. Kimya mbwe. Unapata wapi mamlaka ya kutoa hizi kwa ranga zako kwenda kutangazia watu kwamba sisi ni mjamzito? Unatoa wapi hiyo? Hapana mama wangu, sio mimi. Ni mwalimu tu aliona anisaidie. Hivyo unajisikia unavyozungumza? Unajisikia unavyoropoka? Unajisikia unavyoalisha tunaongea? Unawezaje kufanya mamlaka ya kujiamulia jambo pasipo mimi kukuruhusu? Ina maana una uchungu sana mtoto. Una uchungu na mtoto. Umeleta maaskari hapa, wamempiga sisi, wangemuua, ingekuwaje?
Kwa hiyo ni bora mtoto afe kuliko kusema ukweli, si ndio? Si ndio? Sasa wewe nataka nikwambie kitu kimoja. Umeelewa? Kama utarudia kuendelea kufanya upuuzi, nitakuja nikupige kofi moja, lipasue ubongo wote ukae juu. Wewe mwanamke, unataka kunipanda mimi kichwani? Unanipanda kichwani? Una akili gani wewe? Akili za kuamua pasipo kunishirikisha. Hivi unaje? Hivi ukoje wewe? Ukoje? Baba, sisi nimekuvumilia, nimechoka. Umenichosha. Hivyo ni mwanaume gani? Na unaonekana wazi kabisa umenifurahia hili. Unafurahia mimi kuzalilika, si ndio? Kosa langu mimi liko wapi? Kosa langu kumfikishia taarifa mwalimu wakati unajua kabisa kwamba shule nzima anajua kama sisi ni mjamzito. Umenichosha. Nimechoka kabisa kukuvumilia. Hebu kimya. Shule ni mjamzito kitu gani? Shule na ujauzito vinahusiana na nini? Na nini yani? Na nini? Na nini? Wewe Mama Sesi. Mama Sesi, unachokitafuta kwangu utakipata wewe. Unachotafuta kwangu utapata, na kuapia utapata. Yaani kwa hili ni bora uniue. Umenichosha. Nimechoka kukuvumilia. Kama wewe unafurahia chinja kuku ule sasa. Si unafurahia mwanangu kuaibika? Una huruma wewe mwanaume. Ni mwanaume gani wewe? Unaniambia kimya, toka. Hivi wewe mwanamke unichukuliaje? Mwanamke unanionaje mimi? Mimi chini ya puu unichukulia vipi? Baridi au sukari? Sukari. Sasa utaona mbwa wewe. Utaona. Shanzi mkubwa wewe. Mwalimu, mimi naona hili swala naomba tulistopu kwanza, maana babake na huyu mtoto anaonyesha kuwa mkali sana juu ya hili. Tena amepinga kabisa, hataki kusikia hata kidogo. Masese, yaani ndio umefika hatua umekata tamaa kiasi hicho? Kumbuka yule ni binti yako na ni mtoto pekee unayemtegemea. Hauna mtoto mwingine. Usipotia juhudi kwa huyu mtoto, unafikiri ni nini unatengeneza? Yaani uwezi ukakata tamaa kumpambania mtoto ambaye unajua una ndoto naye baadaye. Baba yake ndio huyo, hana msaada. Maisha yako ndio kama haya unayoyaona. Kama babake amekuwa mkali, basi mimi nina wazo. Kwa nini nisiwe nawaita maskari shuleni? Ili tusilete kabisa vurugu hapa kwako. Ni wazo zuri. Na kama ikiwezekana, naomba unisaidie sana mwalimu. Maana mimi natamani sana kumjua alompa mimba mwanangu. Alafu mimi nahisi kuna kitu hapa katikati. Nahisi kabisa mume wangu kuna mambo anayafahamu. Kitu gani? Sijajua sana. Lakini nahisi mume wangu anamfahamu alompa ujauzito mwanangu. Maana amekuwa mkali sana sasa hivi. Alafu pili, sasa anamuogopa sana baba yake. Hiyo inanitia wasiwasi sana mwalimu. Basi jibu karibia linapatikana. Mimi na mimi tunaenda kumjua huyu mtu aliyesababisha yote kwa mwanangu. Nitafurahi sana nikimfahamu mtu aliyompa ujauzito mwanangu. Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika, nahisi violini inatoa maumivu kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu. Sasa nadhani ndo tumerudi hivyo. Tuliondoka baba yako akiwa anasema tumpe siku 2, utakuwa umesema chochote. Sasa jibu ninalotaka kulisikia ni kwamba umeshamwambia chochote au bado hujasema chochote? Bado upo kimya. Sasa naomba utuambie mwenye huo ujauzito, maana sisi tunakutengeneza wewe kuja kuwa mtu bora kwenye elimu yako, halafu bado hivyo serikali itachukuliwaje na jamii? Hebu acha kutufichia madhaifu. Tusionekane serikali hatufanyi kazi vizuri. Tuambie hiyo mimba ni ya nani sasa hivi kabla hatujaondoka na wewe. Hautaki kusema? Tunaondoka na wewe, tunakuweka jela na tutakufunga mpaka utajifungulia ukiwa jela. Mpaka tuhakikishe tumejua mwenye ujauzito ni nani, tumpatie adhabu ambayo imewekwa na serikali. Hutaki kusema?
Askari, mchukue tuondoke naye. Nasema kimya changu ni wimbo usiosikika, nahisi violini inatoa. Haya, fanya haraka Nyoko. Natakiwa tuambie ili tuokoe muda tukafanye mambo mengine, sio tukarie kazi yako hiyo moja. Bravo. Bravo? Bravo huyu mtoto wa mzee Samueli. Basi hili limekwisha. Mzee Samueli tunamfahamu, ila huyu Bravo ndo hatumjui. Lakini sisi kama serikali tutamfuatilia mpaka tutamkamata. Atachezea stiki, ataenda kunyea debe miaka 60 jela. Ili ndo ajue serikali kweli ipo serious na kazi. Jamani, naombeni mnisaidie sana katika hili. Huyu kijana asitoke ndani daima na milele. Mama Sesi, nikutoe tu hofu kama ambavyo nilimtoa hofu mwalimu kwamba hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Ninamaanisha serikali ni mkono mrefu. Tena mkono mrefu Nyoko, ambao unakamata na kila mtu ambaye anafanya makosa kama haya kubebesha watu mimba. Huyu bado binti mdogo ameharibiwa malengo. Baba yake anajipiga kifua, hataki tumjue mwenye mimba ni nani. Haya, huyo mwenye mimba sasa hivi tumeshamjua, tunaenda kufuatilia tu. Tuseme tu kwamba mbaki salama. Madam, tunashukuru kwa msaada wako ambao umeionyesha serikali, na we mwenyewe kwa sababu ni mtumishi wa serikali unatetea majukumu yako. Sisi ngoja tuwaache tukaendelee kumtafuta huyo Bravo, ili tumuweke mikononi, tumshone mpaka ashoneke. Asanteni sana. Changu ni wimbo usiosikika, nahisi violini inatoa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu. Asante sana madam kwa msaada wako mkubwa sana. Nashukuru sana kwa kumpambania mwanangu. Mpaka leo nimemfahamu mtu aliyompa ujauzito mtoto wangu. Japokuwa imenishangaza sana kwa nini Bravo. Kwa sababu yule kijana mimi nilimhesabu kama mwanangu. Alikuwa ni mtu wa karibu sana na Sesi. Walikuwa wanashirikiana kwa kila jambo. Lakini kwa hili aisee, kwa kweli sitomsamehe. Yaani sitomsamehe kabisa. Hawezi kuniharibia mwanangu. Mama Sese, sio swala la kunishukuru mimi. Tumshukuru Mungu. Mpaka tumepata majibu ya kila swali tulikuwa tunajiuliza. Lakini pia swala la kumsaidia Sesi mimi ni wajibu wangu. Maana Sesi namchukulia kama mdogo wangu. Nakumbuka mimi ni mama wa baadaye. Kwa siwezi kuona mtoto wa kike anaharibikiwa hivi nikaa naangalia tu. Sawa. Lakini mwalimu, mimi najiuliza sana kuhusiana na masomo juu ya mtoto wangu. Hivi na maana kweli mwanangu aishi hapa? Mimi natamani nimtolee huo ujauzito ili aendelee na masomo. Usijali Mama Sesi. Mimi nitaenda kuongea na uongozi wa shule. Tuone ni jinsi gani tunaweza kumsaidia Sesi akarudi shule. Kwani kutoa hofu kuhusu hilo. Asante sana mwalimu. Nafurahi sana kuona unanipambania sana. Mungu atakubariki sana. Amina. Basi ngoja mimi niende. Unajua muda umeenda. Kimya changu ni wimbo usiosikika, nahisi violini inatoa maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho.
Wewe madam, hivi wewe una shida gani? Familia yangu naitafuta nini wewe? Kwa nini unaingilia familia yangu? Wewe ni kama nani? Unahusika na nini na familia yangu mimi chini ya pua? Au labda huenda mimi na wewe tukawa ni ndugu, labda mimi sijui. Au kama ni ndugu wa mke wangu. Ndio maana unaleta shobo, si ndio? Samahani. Shikamoo. Mimi unachokiongea sikielewi. Swali lako kwani ina maana gani? Ningekueleza ni baba Sesi. Nini ambacho uelewi hapa? Una mamlaka gani ya kwenda kuleta polisi nyumbani kwangu? Wewe ukiwa kama nani? Au huyo mtoto wangu Sesi kuwa na ujauzito, wewe unahusika na nini? Inakuhusu nini? Kinakuuma nini? Sikiliza nikwambie. Sitaki nikuvunjie heshima. Wewe ni mwalimu wa mtoto wangu. Familia yangu haikuhusu chochote. Hahusiki na chochote. Sina ukoo na wewe, sina undugu na wewe, sina ushikaji na wewe, sina ujamaa na wewe, na wala sikutambui. Na hata kama ndugu wa mke wangu sikujui. Ukome. Naomba ukome kuingilia familia yangu mimi. Na kama utaendelea, alo, itakukaanga kama samaki wa furu. Shenzi wewe. Samahani. Mimi sikufanya vile kwa ubaya. Nilifanya kwa ajili ya kusaidia ndoto za mwanao. Sisi bado mdogo sana na pia ni mwanafunzi. Mimi kama mwalimu wake siwezi kukaa na kuona ndoto zake zinapotea. Lakini samahani kama nimekukosea. Hata hivyo Mungu ni mwema sana. Tumeshamjua mhusika. Umemjua? Anaitwa nani huyo? Nani? Nani ameharibu ndoto ya mtoto wangu? Nani huyo? Ni nani amesubutu kuharibu ndoto ya mtoto wangu Sesi? Mpaka leo mimi nahangaika baba yake. Nani huyo? Nani? Anaitwa Bravo. Huyu Bravo. Mshenzi sana huyu. Anajifanya ni rafiki ya mtoto wangu, kumbe ndoto yake ni kumharibu mwanangu. Sasa, moyo kimemlamba. Nitakachomfanya huyu, nitamweka kama simweki tena. Mshenzi mkubwa, maana yake namweka jela. Sasa, hata wewe koma usirudie kuingilia familia yangu. Japokuwa umesababisha mtuhumiwa majulikana, lakini usirudie madam. Nitakuja kufanya kitu hamna. Familia yangu mimi haingiliwi pasipo mimi kutaka mwenyewe. Umenielewa? Usirudie tena kufanya maamuzi ambao mimi napaswa kufanya kama baba, unafanya wewe. Mimi nilikuwa nimepanga kwenda kuwachukua polisi. Nilijua tu kuna muda nitaenda kuwafuata, ila nilikuwa bado kwenye uchunguzi. Sasa usirudie. Kama ukirudia, nitakufanya kitu hamna. Na usijua una vitu vyangu. Sasa endelea. Utaamua wewe. Sitakupiga, sitakupeleka polisi, ila utaona mbwa. Toka. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Kila alfajiri naamka peke yangu, jua linachomoza lakini kwangu giza kinana, kinacheza melodi ya zamani, inanikumbusha yale yaliyopita. Niliamini upendo, niliamini ahadi, sasa Sasa nimekuita hapa tuzungumze kiamani. Sawa? Leo sitaki ugomvi, sitaki shida. Sitaki maneno mengi na wewe mwanangu. Mwanangu mzuri. Uliyenibebea kiumbe changu tumboni. Mama yako sijakasikia. Sasa kama unavyojua, hili jambo limeshakuwa kwenye mikono ya serikali. Na kama unavyojua serikali huwa ikiamua jambo lake imeamua. Na uwaga hinaga utani. Sasa hapa kuna mambo mawili nataka tuzungumze. Tena nataka tuongee na wewe vizuri, bila ugomvi, bila kushikana fimbo. Lakini kama ukinipinga, unaijua sheria yangu. Nabadilika dakika na sekunde, na nitabadilika vibaya kuliko siku zote. Sasa nachokitaka mtoto wangu, mtoto wangu mzuri, kwanza nina siku
na kama unavyojua ukiwa kwenye hiyo hali kuna baadhi ya mambo tunabidi tuwe tunafanya ili kutengeneza afya bora ya mtoto. Umesikia? Lakini kwa leo hatuzungumzii hayo. Umenielewa? Umenielewa? Tunachozungumzia ni kuhusu hili jambo ambalo tayari liko kwenye mikono ya serikali. Na kama unavyojua serikali sio watu wazuri. Kuna mawili ambayo yatakusaidia wewe kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, nataka tucheze kama mchezo hapa. Kwa watu hawa na siri ya watu hawa wawili. Kama ilivyo leo wewe ni mjamzito, hakuna anayejua. Umeendelea kutunza siri hata wakutishie vipi mwanangu na kukubali. Kaza hivyo hivyo. Kwa sababu kifo sio kizuri. Sasa inabidi unisikilize tena kwa makini. Hiyo mimba imeshakuwa wazi. Wanakijiji wote mpaka majirani wanajua kwamba wewe ni mjamzito. Hata shuleni taarifa ipo. Sasa ili uweze kupona kwenye mikono ya polisi hao wanaokuja kukuhoji, inabidi hiyo mimba tumsingizie mtu. Na la kwanza, unaelewa, nilikwambia ukinitaja mimi kwa ni mhusika wa hiyo mimba nitakuua. Na sio wewe tu, nitamuua na mama yako. Lakini pia serikali ukishindwa kuambia ukweli mimba ni ya nani, wanaenda kukufunga jela. Na utaenda huko mpaka utakapojifungua. Na ikiwezekana watakuulia huko huko. Sasa mwanangu, sitaki mimi ufe kwa sababu nakutegemea. Una kitu changu tumboni. Unataka kuniheshimisha ambapo mama yako ameshindwa kuniheshimisha. Japokuwa na kuweka kweli kwenye wakati mgumu. Lakini sasa hakuna namna. Inabidi unisikilize ninachokushauri. Yule kijana niliyekutana naye juzi, anaitwa nani huyu? Huyu mtoto huyu Bravo. Kama polisi wataendelea kukuuliza nani mhusika wa hiyo mimba, mtaje yeye kwamba yeye ndiye aliyekupa ujauzito. Hapana baba, siwezi kufanya hivyo. Siwezi kumweka rafiki yangu katika matatizo. Kama mimi polisi wakinipiga, nikichuna kuvumilia, basi nitawaambia ukweli kwa wewe ndiye mwenye mimba. Sasa unasemaje wewe? Unaniambia nini wewe mshenzi wewe? Unabishana mimi? Unabishana mimi nakuuliza? Unanipinga? Unanipinga? Wewe sesi, nitakupiga nikuue wewe mshenzi wewe. Nitakupiga nikuue kabla hata kujifungua. Mshenzi mmoja wewe. Unapingana mimi? Unapingana mimi wewe? Sasa wale wako ushindwe kufanya nilichokuelekeza. Kama kawaida yangu, nitakuzika mchana kweupe. Nitakuua na hakuna atakayejua nimekuzika wapi. Kimya, mshenzi wewe. Unajua maana kimya? Yaani ni kimya. Kimya. Mpaka utakapojifungua, unafuata ninachokuelekeza. Toka mshenzi wewe. Mbwa. Unanipinga mimi? Unabishana mimi? Hivi mtoto unataka nikufanye nini wewe? Nikufanye nini? Sasa ole wako ujichanganye. Mama haka sija kanisikia. Achelewe kuwinda huyu. Lakini huyu anachanganya. Kama akishindwa kumtaja huyu Bravo, mkono kama shughuli inaenda kuwa mbaya. Lakini atataja tu. Maana hii sauti na unguruma ataiogopa. Na akishindwa basi ila kumuua sio kweli. Kimya cha moyo wangu kina siri nzito, kilio kisicho sauti, machozi ya ndani. Baki na kivuli chao tu, na kimya changu kimekuwa rafiki mwenye kunielewa bila kusema neno. Kimya changu ni wimbo wa roho usiosikika, ila nahisi vyeo linatoa mlio wa maumivu kama habari. Bila shaka huyu mtoto mshenzi mjalana mtakuwa mmeshamtia mikononi, si ndio? Mmemkamata, si ndio maana yake? Mzee, nadhani ndo tumetoka kwao sasa hivi Nyoko, ila tumemtafuta pale hatujampata. Sasa hivi tunaenda mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, mimi na Ambigiro na Mani, tuhakikishe tumempata huyu mtu, na tukimshika tutamfanya vibaya mpaka wewe mwenyewe ukimkuta au utamhurumia. Mimi nakasirika, mimi naniuzi. Yaani kwa kweli nachanganyikiwa mjukuu wangu, nashindwa hata kuvumilia. Hivi kwa nini? Kwa nini mtoto haribu ndoto ya mtoto wangu?
Kwa nini Bravo aharibu ndoto ya mwanangu? Anawezaje kumtia mimba mtoto wangu na haribu ndoto zake? Mimi napambana kila siku, najituma, nahangaika usiku na mchana, mtoto wangu asome na lala njaa. Wakati mwingine anaenda kumlipia mahitaji ya shuleni, anakuja kuharibu, anaharibu. Kivipi? Kivipi Jose? Kivipi hapo? Kivipi? Hii siwezi kunyamaza. Siwezi kunyamaza. Na kama mtashindwa nyinyi maaskari, mimi nitafanya mwenyewe hii kazi. Haiwezekani. Haiwezekani mtoto huyu aniharibie ndoto za binti yangu. Inawezekanaje hii? Inawezekanaje? Natamani mnipe hata dakika 5. Nimshughulikie kwanza kabla mjaenda kumfunga. Sasa, fanyeni inavyowezekana. Fanyeni jitihada zote zinazowezekana. Mtoto mtie ndani huyu. Mfungeni, asitoke mpaka nanyea, afe au zee huko jela. Mchezi mkubwa huyu. Kuhusu huyo mzee usiwaze. Tutalifanyia kazi. Sisi kama serikali lazima tujitahidi kwa nguvu zote. Tuhakikishe tunalifanikisha hili jambo. Maana yule ni mtoto mdogo, anaweza kutusumbua. Kwa hiyo tukimkamata, hapo ndipo atakayejua kwamba Mbigili ni nani, Tindo ni nani. Hapo kama mnanishawishi kuamini. Ila niwapongeze. Mmefanya kazi nzuri sana kuweza kumtishia binti yangu mpaka akasema huyu mshenzi aliyemharibia ndoto zake. Lakini ninaomba mtekeleze. Tena msikosee hata sharti moja. Kamateni, tieni ndani, pigeni mpaka ajinyee mshenzi huyu. Yaani ninachanganyikiwa. Hakuna hawezi kuharibu mwanangu namna hii. Haiwezekani. Mshenzi wewe. Fanyeni hivyo. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu Sisi vipi mara sikuelewi. Mkuu afu? Kwa shida gani? Bravo. Niko naomba kama kuna sehemu unaweza kukimbia haraka hapa kijijini. Maana polisi wa kijiji wanakutafuta. Na wakikupata wanakupiga viboko na kufungwa jela miaka 30. Ila wewe kwenye paswa kichwa humu. Sasa mimi nikimbia kwa kosa gani ulifanya hapa kijijini? Na kwa nini polisi wanikamata? Wanikamata kwa kosa gani? Kunikamata hiyo Hebu acha masiala. Hebu wewe kama ni njaa, hebu niambie kwamba bwana mimi nasumbuliwa na njaa basi. Bravo. Nipo serious. Fanya uondoke. Sisi, hebu niweke wazi. Kwa sababu naona kavya hii issue iko serious. Sielewi. Bravo, ondoka haraka. Ukikaidi mimi mara. Kimya changu ni wimbo usiosikika, la nahisi violini inatoa mlio maumivu, kama moyo wangu ulivyovunjika. Kimya changu kina siri nzito ya upweke usiokuwa na mwisho. Ni bora nimekutana na wewe hapa. Maana huu mguu nauona huu nilikuwa nakuja huko kwako. Kumbe wewe dada mnafiki Nasema hivi, na mwaka huu mtanichukia mpaka mwisho wa dunia. Kule kote kuniuliza kuhusu mwanangu kwamba mjamzito. Kumbe wewe mwanzo mwisho unaijua eti? Unajua kabisa kwamba mdogo wako ndo kampa mimba mwanangu, si ndio? Sasa nakwambia hivi, kwa kitendo alichokifanya mdogo wako kwa mwanangu, sitamsamehe mpaka naingia kabulini. Mama Sesi, hivi umechanganyikiwa?
Na kuiza umechanganyikiwa? Mimba ya mwanao usikaje mdogo wangu. Acha kumsingizia kesi ya uongo mdogo wangu. Maana namjuaga hanaga hayo mambo. Wewe ndio kaendelea kusubiria mjukuu asiyekuwa na baba. Maana sasa hataki kumtaja baba yake. Sawa kabisa. Wakati mimi naenda kulea huyo mjukuu asiyokuwa na baba, basi wewe na mdogo wako mjiandae. Maana atanyea ndoo mpaka mwisho wa dunia.